Watu wengi wanashindwa kuwa na mahusiano sahihi na yenye afya kwa sababu wanakosa muda na watu ambao Mungu amewakutanisha nao. Hivyo basi, kama unahitaji kuwa na mahusiano sahihi, ni lazima ukubali kutoa muda wako kwa ajili ya yule mtu ambaye Mungu amemleta kwenye maisha yako. Kama wewe ni mwanandoa, hakikisha unakuwa na muda wa mawasiliano na mwenzi wako. Kama ni mke wako au mume wako, wasiliana naye. Lakini pia kama wewe ni binti haujaolewa, wewe ni kijana haujaoa na unatamani kuwa na mahusiano sahihi na yenye afya, ni lazima ujifunze kuwa na muda na wale watu ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yako. Mtu umekutana naye njiani, umekutana naye kanisani, umekutana naye sehemu yoyote ile, haumjui, haujui tabia yake, haujui asili yake, unamwona tu kwa nje, unasema huyu mimi na yeye hatumachi, hautafika mbali. Kwa sababu usimhukumu mtu kwa nje. Huwezi kumjua mtu kama huyu ni mwema au ni mbaya kwa kumwangalia tu hivi. Muonekano saa nyingine huwa unadanganya. Mtu anaweza akaonekana ni mpole lakini kumbe ni mkali, ndani ni mbwa mwitu, yani hafanani na muonekano wake. Lakini mtu anaweza akaonekana ni mtu ambaye ni mjeuri, ni mkali, lakini hata hayuko hivyo. Haya yote utayajua pale utakapompa muda, utakapomsikiliza, utakapokuwa na muda naye. Utaweza kumchunguza na kujua kwamba kweli huyu ni mtu sahihi, kweli huyu sio mtu sahihi. Usipende sana wewe kuongea. Kama unataka kumjua mtu, usipende kuongea wewe, yani wewe ndio unaongea tu. Msikilize. Toa muda wako, msikilize. Sikiliza, mjue huyo mtu. Wakati wa mazungumzo utajua kama huyu ni mtu wa aina gani. Sikiliza mahitaji yake, sikiliza hisia zake, sikiliza mazungumzo yake yote. Katika yale mazungumzo ambaye atakuwa anazungumza na wewe, utapata picha kamili ya yeye jinsi alivyo. Lakini pia usisahau kumwomba Mungu. Usije ukawa unachunguza tu ukasahau kumwomba Mungu. Chunguza, lakini pia mpe Mungu nafasi. Muulize Mungu, kweli huyu ni mtu ambaye umemwandaa kwa ajili yangu? Kama ndiye, Mungu atakuonyesha, atasema na wewe kwa ishara yoyote ile, atakutambulisha kwamba huyo ni mtu ambaye amemleta kwako kwa wakati na majira sahihi. Watu wengi wanakuwa wanapoteza bahati kwa namna ile, kwa sababu mtu ametaka kuwasiliana na wewe kwa nia njema, lakini wewe unamjibu vibaya, unamcrush, unafanya nini? Yaani ule mtu mpaka anavunjika moyo, anahisi kwamba huyu hapana, huyu hatuendani naye. Kumbe wewe ulichotakiwa kufanya ni ungempa muda ukasikiliza kile anachotaka kusema ni kitu gani. Kama ni kitu kibaya, hapo ndio utamwambia mimi hapana, hiki sikiwezi. Lakini usimkatae tu kwa muonekano tu wa nje ukasema hapana, mimi na wewe hatuendani. Hapana, maisha hayako hivyo. Lakini pia ukishajua kwamba huyu mtu ana changamoto, usisikilize tu ukamwacha na changamoto yake. Kama ipo ndani ya uwezo wako, msaidie. Kama ana uhitaji fulani na wewe unamudu hilo jambo, fanya kwa ajili yake. Kama kweli labda ni mtu ni mgonjwa, labda ana changamoto fulani au amekata tamaa, mtie moyo, muombee ili ajihisi furaha kwamba aone nimekutana na mtu wa muhimu kwenye maisha yangu. Wakati mwingine kumtia mtu moyo au kumsaidia akiwa na changamoto sio mpaka awe mtarajiwa wako, labda mke wako mtarajiwa au mume wako mtarajiwa. Wakati mwingine ni mbegu unapanda. Anaweza akawa sio mume wako, anaweza akawa sio mke wako, lakini kulingana na kile ulichofanya kwake, umetenda wema kwake, inakuwa ni mlango wa wewe kupata mtu sahihi kwenye maisha yako. Kwa nini? Ile mbegu uliopanda inaenda kuota kwenye maisha yako. Kwa hiyo jifunze kuwapa watu muda, wale watu ambao unakutana nao kwenye maisha yako. Wape muda, alafu sasa ukishawapa muda ndio utajua kama hao watu niendelee nao au nisiendelee nao. Usimkate tu mtu bila kumsikiliza, bila kujua jinsi alivyo. Kuna msemo unasema kwamba usimdharau mtu usiyemjua. Unamdharau, unaona huyu hapana, lakini kumbe huyo ndio mtu ambaye alitakiwa awe sehemu ya maisha yako.